Ikifika pati ya employment, millennials, kuna rules zingine bana mwezi tuwekea mnatufinya tu every time. Nasema iti ukue by maybe 7:30 asubuhi, utoke 5 jioni. Hata sisi wenye Gen Zs, we also have some things to do. Naweza kwa maybe tumetoka usherehe usiku, kwa hangover, at least kwa na reasonable timing, kwa 8 to 5 ama maybe 8 to 4. What's up guys? Welcome to Kunta Reports. Manzejo, majenzi wamesema tena wataki kufanya kazi. Wanataka kufanya nini? Wanataka kughost my employers. Ni noma mzee. Unajua kughost ni nini? Kama hujui kughost ni nini? Ni ile design mtu anakutumia message hivi, unajifanya hujaona. Hiyo ndio inaitwa ghosting. Yaani una ignore. Na hii mostly inafanyikanga in relationships. But majenzi wameanza kufanya between employees and the employer. So majenzi wameanza kughost my employer. In short, hawataki kuenda, hawataki kureport kwa kazi. So, kana mimi nikupeleke into details manzejo, tutakuwa tuna reactia hii video manzejo from Y254. Ukitaka kuona hii video utaenda tu kwa channel yao uone video yote, but in this time nitakuwa na reactia what these Gen Zs are saying. So kana mimi nikupeleke into details venye story inaenda. I'm Kunta from Kunta Reports. Get ready, get ready, get ready, get ready. Mostly tunakuwa na plans zile zinakuja abrupt. Utapata kuna event imekuja tu once na lazima niende. So itabidi tu nimemghost juu sasa siwezi anza kumpigia simu nimwambie ati kuna place naenda show, hawezi itikia. So tu inabidi tu namghost tu. Ukichekio jamaa amesema ni aje manzejo, employer manze, unajua nikikuja hapa tena nianze tena kuomba maruhusa, kuna design tena utanikataza. Ati nikwambie nafaa tena kufika show fulani nifla. Ati niambie tena employer hivi, aseme wewe unacheza na kazi yangu, oya. Atakukataza hiyo chance. So amesema ana resort to ghosting the employer ndo avoid hiyo confrontation ya kukatazwa vitu kama hizo. So hiyo ni reasoning yake manzejo. Mimi sijui kama na agree ama disagree. As time goes ndakwambia my stand. So first, si majenzi hatupendi pressure. We don't like pressure. To pressure, kama unatu pressure hapo utafanya kazi peke yako msee. So I think ni kitu moja yenye hatupendi. So kama ni waka ni maybe na feel kuna mali unani pressurize, unataka nifanye hii kazi by this time na maybe nafaa kwenda mahali ama kadeti hivi. Msee na kughost vizuri. So huyu anasema ni aje? Yeye hataki shana pre. Kama hujui shana pre ni nini? Shana pre ni pressure, sawa? So huyu anasema ni aje? Employer, unakuja tena na zako. Kuna academy nimetenga hivi manzejo, kuna cadet tena nimeitiwa. Alafu unakuja unaniambia, cheki, we Gen Z employee, hakuna design unaweza fanya kazi manzejo. Kapa upige, hakuna design unaweza enda tena date uache kazi. Kapa upige kazi. Alafu hiyo madate zako utafanya siku off manzejo. Lakini Gen Z pia anasema anaku hizo, yani hakuna hizo. Lazima pia mimi niende date zangu, wewe sasa lazima ni kughost. Juu najua nina nikuja nikombe ruhusa, utabonda, utakataa. Hawa ni noma mzee. Hawa ni noma. Okay, we know we have to go to work. And kuna tu siku utaamka ufeel kuenda. So kini pressure pia sinajua pia utafanya tu hiyo kazi. Kazi ni mingi. Mostly pia ni like respect at the workplace. Kuna watu like hawajazoea ku deal na other people, so anasema shauri yake kweli atafanya nini. Kwa pia at least kuna options mingi pia kinifuta ni sawa. I think why Gen Zs are ghosting employers first is that maybe the employers, the big employers tend not to respect the small employers. They think like the managers, they think like they are the ones who own everything. So respecting them is a little bit hard. So we find it hard, like, why should I respect you and you don't respect me? So like, me if I'm called, I'll go, cause why? So ukicheki huyu anasema ni aje? Anasema the big employer, hakuna tena design una respect the small employee. So anasema respect goes both ways. Ati anasema
ati usione juu kazi ni yako umeniemploy ukuje tena na zako ukuje tena unieke down nichi. Anasema hakuna hiyo story manze jo. Anasema hakuna venye tena unaweza kuja tena unichanganye hivyo ni vichwa ngumu, ni rebellious. Lazima ni their way or no way. Ni noma. Mimi hata sina wera, mimi sina kazi, unasema nini? Hebu acha tuendelee. Ikifika pati ya employment, millennials kuna rules zingine bana, mwezi tuwekea mnatufinya tu every time. Nasema iti ukue by maybe 7:30 asubuhi utoke 5 jioni. Hata sisi yenye Gen Zs, we also have some things to do. Naweza kwa maybe tumetoka usherehe usiku, kwa hangover, at least kwa na reasonable timing, kwa 8 to 5 ama maybe 8 to 4, kitu kama hiyo. Unasikia hiyo wewe? Anasema hakuna design mimi naweza toka tena hangover. Ati tulia. Let me restart. Let me land. So anasema hakuna design tena nimetoka sherehe hivi, nimeamka na hangover. Alafu tena wewe kama employer unakuja tena kuniambia sijui kuja kazi sijui by 7:30. So ukicheki hapa ujenzi anasema yeye ametoka sherehe, ameamka na hangover. Sasa hii hangover ni huyu employer ndo alikos ama ni wewe ulijikos? Tulia, najua pia mimi ni Gen Z, lakini majenzi saa ingine lazima tunatumie tena akili manzejo. Atasa jume amka na hangover, ati hauwezi enda kazi. Jutume lazima tena tukue real. Tunajua pia si ni watu wa reject, lakini tena lazima tena saa ingine tena tunatumia brain. Hii hapa nayo hii reason hii naona tena ni ya ufala. Kusema tu ukweli ni ufala. Lazima tena unafaa tena unajua niko na kazi asubuhi. Mbona niende tena kulewa tena masherehe manzejo. Wewe niite principal ka unadai niite. Mimi naweza sema that sengine atanyie mkwage understanding. Ni ukweli juu mimi nimekuja, yani nimejitolea, nikasema due to acha hata niende niseme tu labda atanisikia. Nikuja nikwambie you as the boss, nilikuwa naomba tafadhali siku hata 2. Yani nimekuwa nikifanya kazi vizuri for the past months, lakini sasa hivi form imetokea na hadi naona hiyo form nikimiss. Ni hivyo watu watajibamba na mimi sitakuwa. Nikuja nikuombe ruhusa and I'm like naomba unisaidie siku fulani niende. Ukatae. Mbona sasa sikuzimia simu? Nilikuja nikakuomba lakini ukakataa. Na hizo siku zingine nimekuwa nikifanya vizuri. Not that I wasn't doing good. Unacheki. We ajua nenda katuna nikaa narudia vitu wanasema, lakini sikiza hivi lazima tuna mdigest hizi vitu. Yeye anasema hakuna design tena naweza hata tena sherehe. Watu wameenda wamejibamba na mimi sikuwa tena. Mimi sikuwa. Anasema yeye in short yeye si introvert. Anataka tena mali kuna masherehe, mali watu wanajibamba. Employer anasema employer nilikuja nikakuulizanga ukaniambia zi, nikakuuliza tena mara ya pili ukaniambia zi. Niaje tena? Lazima sana kuzimia simu, sikuulizi. Labda tutajua tena the next day kuliendaje, unanivuta ama univuti, nitoke ama nisitoke. Gen Z inaitwa Gen Z. For me, mi naweza sema maybe ni juu wanakuwa controlling, unataka kujifanya ende mzazi wangu na tuko job. Like hapa sisi ni co-workers, like mimi kama najua nafaa kufanya hivyo nitafanya, usishinde ukiniambia fanya hivi. Tuko job manze, najua nafaa kufanya, nitafanya chile. Anasema cheki, si wote tuko kwa kazi moja. Ni venye tuwe tena kuna design tena uko juu tu kiasi. Kuna design tu uko juu kiasi. Mimi tena ndo design naingia. Yani si ni co-workers. Usikuje tena unianze kunirezia tena ma voice. Kuna design tena unanikatia, unaniboo. Usikuje tena unanipandishia sauti na kama mzazi. Kuna design tena unanikatia. Hivyo tena ndo mdema anadaisha. Anasema no. Gen Zs na the millennials. So Gen Z najua saa wana responsibility kubwa. Millennials wako na like families, wanategemewa maybe na wazazi, maybe kids, they have to pay rents, school fees. So Gen Z maybe anafikiria today, not tomorrow. So wana check your like chances anapata maybe ya sherehe nini, because usipopiga sherehe leo maybe
utaifanya maybe after umeshakuwa millennial, maybe wakati sasa kuna responsibilities, maybe that's why they are taking their chances. Okay, according to me, mimi naweza sema millennials wako more exposed to life more than Gen Zs. Ukipata vile tuseme millennials wengi, ukisikia vile wamegrow up ni very different na Gen Z. So unafind Gen Z hajapata hiyo hard time, hiyo tough growing up na wazazi wenye wako tough nini, so haezi kuwa responsible. So manzejo, huyu anasema tena kuna design tena ma millennials. Najua sasa ndo wale ma first born. Sasa ndo design tena, kuna design tena wako na uzazi mingi na tena wako na ujenzi kiasi. Yani wako na sijui kama unanipata, yani wamepitia ugumu fulani, yani wenye walikuwa na kazi yote na wazazi wanawaambia cheki wewe millennial, usiposoma utateseka hii maisha. Usiposoma utateseka hii maisha. So lazima usome. Yani hao ndo wamepitia hardship. Majenzi tena kuna design tena ka hardship ni kiasi kwa umbali tu, yani kuna ka hardship ndio, lakini tena ni kwa umbali. So anasema ndo maana hawa ma millennial manzejo wanajua nisipoingia hii kazi kuna design tena naweza lala tena njaa manzejo. Nisipofanya hii, yani hakuna plan B. Yani Gen Z unajua tena hii kitu ikikosa manzejo naweza rudi kwa mzazi. Tujue tena ni aje tunaweza restructure tena, yani kuna backup. Lakini tena millennials hai backup tena, yeye ndio backup tena wa Gen Z ule last born na ntana pa. So manzejo, ukitaka kumalizia hii video unaweza enda unfinished Y254. I think naweza niteka the link to the full video utaipata kwa description, unaweza watch manzejo. So manzejo, what is the moral lesson for this story? So acha leo nikwe Omwanika Omlamuzi the chief advisor manzejo. Majenzi najua sisi ni watu rebellious manzejo, lakini tena kuna reason tena zingine ni za ufala. Ati ni kama ati nimeamka na hangover sasa sitaki kwenda kazi. Unaona hiyo ni ya ufala. Tena ati kuna kasherehe mahali sijui lazima niende sherehe tena niache. Lakini pia ina depend tena na uwezo wa mfuko yako. Kila mtu anajua tena na background yenyu. Najua kuna mtu hiyo kazi anafanya tu ndio survival, lakini tena kuna mwingine tena anafanya ikifail anaweza rudi tena kwa mzazi manzejo. So wewe kama Gen Z jua mabeshte wako before tena wa kuinfluence ati unaona tu jamaa amekuwa rebellious anasema hii kazi inaweza enda. Chunguza vizuri background yake, labda budake yako na supermarket na wewe hiyo kazi tena ndio lazima tena ukipata tena unatumia tena mzazi kitu manzejo. So amka akili, ujue tena the people around you manzejo. So whatever you do with this information is none of my business. Kiza na leo nasema ni aje, mimi sio deputy principal manze. Najua leo nimeongea kama deputy principal, lakini kila mtu afanye vile anajisikia. Gen Z, kama unadai utaki kazi, kama unataka kughost employer, wewe fanya kile unafanya. Mimi manzejo, mimi hata mwenyewe sina kazi, niko tu hapa kwa hii bed sitter tu nimetulia. Nijue venye kutaenda. Kila mtu afanye vile anajisikia, alafu tujue tena huko mbele kutakuwaje. Alafu ma millennial pia nyinyi mfanye pia venye mnataka manzejo. Sawa? Mkitaka mkazia majenzi pia mfanye venye mnadai. So hiyo ndio ilikuwa nimewaandalia leo. Na kujisikia tena nimekubo. I'm just a reporter. Ukitaka report card yangu, comment hapo chini ndakutumia report card yangu. Tujue tena rada ni gani, tena ni negro.